Sio kila njia itakufikisha unakotamani kufika. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Tunaposoma kwenye Mithali 14:12, maandiko yanasema kwamba iko njia inaonekana kwamba ni salama machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Maana tafsiri nyingine, mwisho wake ni mbaya. Wako watu wengi ambao wanatamani kufanikiwa kwenye maisha yao, lakini kwa bahati mbaya njia unazozitumia sio sahihi, na wanafikiri kwamba hicho wanachokipata kitakaa na wao kwa muda mrefu. Kitakaa na wao kwa muda mrefu. Maandiko ipo njia, maandiko yanasema kwamba iko njia na kwamba inaonekana kwamba sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni njia ya mauti. Tuko kwenye nyakati ambazo nyakati mbaya. Nchi nyingi zinanuka rushwa. Watu wengi wamekubaliana na rushwa. Kimeonekana kwamba ni kitu cha kawaida. Wizi, kuibia serikali kimeonekana kwamba ni kitu cha kawaida. Watu wanataka kufanikiwa kwa njia mkato, kwa kuiba. Njia hiyo inaonekana kwamba kwao ni sawa, lakini mwisho wake ni mbaya. Sasa iko njia inaonekana kwamba ni salama machoni, ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kumbuka pia maandiko anasema kwamba nenda pamoja na hekima na wewe utakuwa na hekima. Anayesema kwamba iko njia inaonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti ni Suleiman. Mtu aliyekuwa amejaa hekima na akili nyingi. Katika kipindi chake hakuna aliyekuwa na hekima kama yeye. Hakuna aliyekuwa na hekima kama yeye, kiasi kwamba wafalme wa nchi zingine walitamani kuja kuisikia hekima ya Suleiman. Ingekuwa ni sasa, labda ni rais wa Tanzania, mfano rais wa Tanzania, marais wa nchi zingine zote zinazomzunguka, rais wa Uganda, rais wa Uganda, wa Burundi, wa wapi. Nazungumzia kwa kipindi hicho kwamba Suleiman alikuwa mtu mwenye hekima, kiasi kwamba mafalme waliposikia habari zake walitamani kwenda kuisikia hekima yake. Sasa huyu mwenye hekima amesema kwamba iko njia inaonekana kwamba ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Sio kila njia itakufikisha pazuri. Sio kila njia itakufikisha pazuri. Huo wizi ambao unashabikiwa na watu wengi, kula na kupokea rushwa ambao kunashabikiwa na watu wengi, inaonekana kwamba ni sawa, lakini mwisho wake ni mbaya. Huwezi kufanikiwa kwa kuiba. Mafanikio huwa yakai kwa muda mrefu na wezi wanaoibia serikali yao, wanaoibia mabosi wao. Wewe umeweka kwenye biashara, unachowaza ni kuiba tu. Umeweka kwenye kampuni, unachowaza ni kuiba tu. Na shetani amekudanganya kwamba wewe ni mjanja. Kati ya watu masikini, wewe ni masikini namba moja. Na kumbuka kwamba unapoibia serikali, unapoibia kampuni, unapoiba kwenye hiyo biashara ambayo wewe umewekwa, kuiba ni ukiri. Unakiri ya kwamba wewe ni kilaza, unakiri ya kwamba wewe hauna akili, unakiri ya kwamba hauna uwezo kabisa wa kutengeneza utajiri wako, wa kutengeneza fedha zako. Lazima uchukue kwa mtu fulani kwa nguvu. Whether unaiba kwa kalamu, whether unaiba kwa nguvu, ni ukiri kwamba huku unapoiba, kila unapoibia serikali, kila unapoibia kampuni, kila unapoibia huyo aliyekuajiri kwenye hiyo biashara, unakiri kwamba wewe ni kilaza, unakiri kwamba wewe kati ya wajinga wewe ni mjinga namba moja, kati ya mpumbavu wewe ni mpumbavu namba moja. Principle za mafanikio hazipo hivyo. Huwezi kufanikiwa kwa kuiba, kwa kuibia serikali, kwa kuibia kampuni, kwa kumuibia bosi wako aliyokuweka. Na kwa bahati mbaya, narudia tena, kwa bahati mbaya, kwamba watu ambao wanaibia serikali na kuonekana kwamba kwa jinsi ya kibinadamu kwamba wamefanya vitu vikubwa kwa muda mfupi, wanaonekana kwamba ni wajanja. Kumbe kati ya wajinga wenyewe ni wajinga namba moja. Kati ya wapumbavu wenyewe namba moja. Kumbuka, unapoiba unakiri. Kuiba ni sawa unakiri kwamba wewe ni kilasa. Whether unaiba kwa silaha, whether unaiba kwa kalamu. Wizi wa kalamu ndio upo sana serikalini. Upo sana serikalini.
Watu wanaiba kwa karamu. Haijalishi wewe una nafasi gani kwenye serikali, hata kama wewe ni waziri, hata kama wewe ni mbunge, hata kama wewe ni rais, upo serikalini lakini unaiba, unakiri. Yani kwa kufanya hivyo unakiri kwamba wewe ni kilaza. Kwamba hakuna namna ambavyo unaweza kutengeneza fedha za halali. Hakuna namna ambavyo unaweza kutengeneza fedha za halali mpaka uibie serikali, mpaka uibie kampuni, mpaka muibie huyo boss aliyekuajiri kwenye biashara. Na ndio maana kuna watu wengi mitaani ambao utasikia kwamba alikuaga. Lakini pia ukianza kufuatilia kwa mbali utakuta watu wengi ambao wana vitu ambavyo inaonekana kwamba ni mafanikio jinsi ya kibinadamu. Hawafurahia mafanikio. Na maandiko yanasema kwamba baraka za Mungu hutajirisha wala haiongezei huzuni. Kwamba Mungu akikubariki you enjoy. Unafurahia hizo baraka, unafurahia hayo mafanikio, unalala kwa usingizi mzuri, unakuwa na amani. Hakuna majanga yanayokupata kwenye maisha yako. Kwa sababu baraka ulizozipata ni baraka ambazo zimetoka kwa Mungu. Iko njia inaonekana kwamba ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti, ni njia ya mauti. Sio kila njia ambayo unaifuata itakufikisha pazuri. Sio kila njia inayofuata na watu wengi itakufikisha pazuri ni sahihi. Inawezekana kwamba ipo njia ambayo inafuata na watu wengi. Kwamba watu wengi wanafikiri kwamba kuibia serikali, kuibia kampuni, kuibia mwajiri wake kwamba ni ujanja. Hata kama hiyo njia inafuatwa na watu wengi, haimaanishi kwamba hiyo njia ni sahihi. Haimaanishi kwamba hiyo njia ni sahihi. Iko njia inaonekana kwamba sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Ni njia ya mauti. Wengine wanafanikiwa kwa kwenda kwa waganga, lakini mwisho wake wanaharibikiwa. Mwisho wake wakati mwingine ni kutoa kafara za ndugu zake. Kutoa kafara za ndugu zake. Sio kila njia unayoifuata itakufikisha pazuri. Sio kila njia inayofuatwa na watu wengi ni sahihi. Kumbuka kwamba maandiko yanasema kwamba njia ni nyembamba inayoenda uzimani. Pamoja na kuwa njia ile mpana ambayo inafuatwa na watu wengi. Ipo njia ambayo ni pana inafuatwa na watu wengi, na hilo haimaanishi kufuatwa na watu wengi haimaanishi kwamba hiyo njia ni sahihi. Ni njia inayoenda upotevuni. Ni njia inayokwenda upotevuni. Na hiyo inafuatwa na watu wengi ambao hawako tayari kulipa gharama. Na hata kama wapo kulipa gharama, wapo tayari kulipa gharama kwa namna nyingine ambayo inaonekana kwa jinsi ya kibinadamu kwamba ni rahisi, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mbaya. Sio kila njia unayoifuata itakufikisha mazuri. Na ndio maana tunaposoma kwenye Zaburi 27:11, maandiko yanasema kwamba yalikuwa ni maombi kwamba Bwana unifundishe njia zako na uniongoze katika njia iliyonyoka. Lakini pia maandiko yanasema kwenye Waebrania 3:10 yanasema kwamba Mungu hakufurahishwa na kizazi kile. Kizazi gani? Hakufurahishwa na kizazi kile na taifa la Israeli. Anasema kwamba hawakuzijua njia zake. Hakufurahishwa na kizazi kile kwa sababu hakuzijua njia za Mungu. Hakuzijua njia za Mungu. Maandiko yanasema kwa habari ya Musa kwamba Musa aliwajulisha wana wa Israeli matendo yake, lakini wana wa Israeli aliwaonyesha wana wa Israeli matendo yake, lakini Musa alimjulisha njia zake. Alimjulisha njia zake. Iko njia inaonekana kwamba ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia mauti. Sio kila njia unayofuata itakufikisha pazuri. Sio kila njia inayofuatwa na watu wengi ni sahihi, ni sahihi. Kila njia unayofuata ipime na neno la Mungu. Ipime na neno la Mungu. Ipime na neno la Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na Mungu akuepushe, Roho Mtakatifu akuepushe na kila njia itakayoleta majuto kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akufundishe njia zake. Roho Mtakatifu akuongoze katika njia iliyonyoka. Hata ukitaka kwenda kulia au kushoto, uisikie sauti ikikwambia njia ni hii, ifuate. Njia ni hii, ifuate. Mungu akuuishe katika njia ya haki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu akuongoze kwenye maamuzi na kwenye uchaguzi unaofanya kwenye maisha yako kila siku katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatua zako na ziongozwe na Mungu. Hatua zako na ziongozwe na Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu nakubariki kusikiliza mafundisho haya.
kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Lakini pia washirikishe marafiki ambao unawapenda. Kama mafundisho haya yamekubariki, yamekugusa, washirikishe marafiki ambao unawapenda, na kwa kufanya hivyo tutawasaidia watu wengi. Lakini pia unaweza comment, na Mungu akubariki katika jina la Yesu, jina lenye uweza. Amen.